Ni sauti ya mtaa, place ambayo tunasikiza sauti za vijana wa mtaani. Leo tuko Kayole Estate, mahali ambapo youth wameita baraza kubwa kushughulikia shida zao. Shida kubwa mtaani ni hii lack ya opportunities. Mimi kama comrade nashindwa, hata job ya kusurvive sio rahisi kupata. Acha mambo. Achana na hizo maneno za comrades. Kila wakati mnasema job. Lakini hamtaki kuhustle. Mimi nilianzisha biashara yangu na 500. Chatu anaonyesha gari yake ya V8 na simu yake ya iPhone akiwa anajisifu. Kwani unadhani tuna plan kukaa jobless? Mimi nimesend over 50 CVs this month na hakuna hata moja ime. Ndio maana mimi nimeamua kufollow passion yangu. Muziki ni future yangu bana. Hata kama sikai studio kubwa. Nick anaanza kucheza kidogo huku akiimba tune mpya ambazo zinaonekana kuvutia vijana. Wakati wangu hatukuwa na hizi shida. Kijana angesimama na kujenga nyumba yake mwenyewe, awe na kuanza familia. Times zimebadilika. Leo hata nyumba single room ni 10,000. Mimi kama health worker naona vijana wengi wanaingia depression kwa sababu ya pressure. Derek anatoa statistics za mental health problems mtaani akisema vile cases zimekuwa increasing. Mimi kama security guard naona criminals wengi ni youth ambao wamekata tamaa. Juzi nilikamata vijana wanajaribu kuiba solar panels za apartment. Ndiyo, but hatuwezi kukondone crime. Mimi kama entrepreneur nimejitahidi. Nilianza business yangu ya salon na 10,000 basi. Sasa nina watu 3 wanawako kwangu. Sumaya anaonyesha picha za salon yake kwenye simu ambayo iko designed vizuri na modern. As your elected representative, nimevutia investors multi-million project hapa mtaani. Kijana atapata. Tumeona politician wakati wa campaign 2. Chachi yangu inajaribu kusaidia youth lakini resources ni limited. Tunahitaji action, sio maneno. Simon ameongea ukweli. I've been organizing youth groups kujisaidia and we've started small circles na cooperatives zenye zita help small businesses kama car wash, cosmetics, garbage collection and other businesses ndo waweze kugrow. Daniel anaonyesha records za youth group savings akiwa na enthusiasm kubwa. Serikali ina plan kubwa ya kujenga youth innovation hub. Like ile youth center ile idio miaka 5 iliyopita. Tumezoea hizo story. Kelele zinazidi kuwa kubwa, kila mtu akiongea juu ya mwingine. Otei wanasimama na kupiga fimbo yake chini. Kimya. Hivi ndivyo tunashinda? Kwa kuongea juu ya wengine? Hatutaenda mbele hivi. Silence falls across the gathering. Everyone looks at Otei with respect. Enyewe, hapo mzako na point. Badala ya kulalamika, tufanye nini? Mimi niko ready kuwa support financially, lakini lazima mkuwe na solid plan. Chachi yangu ina empty hall. Tunaweza kutumia kwa youth meeting na training. Mazungumzo yanaanza kubadilika kutoka complaint kwenda solutions. Also I had this idea ya kuanza youth co-working space, place we can share the resources that we have. Nick anaweza peana music classes, whereas Sumaya anaweza offer beauty courses. Niko ready. Hata naweza provide internships kwa salon yangu. Mimi naweza organize health camps na counseling sessions. Atmosphere yote inabadilika, macho ya vijana yanang'aa na hope for the first time. Naweza organize security training na self classes. Tunaweza pia organize talent shows, fundraise through entertainment. Tumetoka bottom, sasa tunafika top. Jana wa mtaa, tuna time ya flop. Wote wanaanza kupiga makofi na kucheza wakiungana kwa mziki. Naweza kutumia ofisi yangu kuwasilisha concerns zenu serikalini. Na mimi nitakuwa elder advisor, kuwafundisha wisdom za zamani inapokutana nguvu ya vijana.
Baada ya masaa, vijana wanaamua kuunda Kayole Youth Alliance na plans za action. Wanaanza WhatsApp group instantly wakisha contact. Si tupatane next week tuanze implementations. Alafu kila msee akikam akuje na one more idea. As the sun sets over Kayole, the gathering slowly disperses. But something has changed. A seed of hope that has been planted, watered by collective action and unity. Hii ndio sauti ya mtaa, sauti ya mabadiliko. Thank you.